Maajabu yametimia. Young African wamefanya maajabu kwenye kuchangisha hela ambayo wamepigwa faini na TFF, na hii yote ni baada ya kukiuka kanuni kwenye mchezo dhidi ya Simba Sport Club pale Meja Jenerali Isamuhyo. Sasa kumekuwa na sintofahamu, mashabiki wamekuwa hawaelewi Young African kwa nini wamepigwa faini, lakini pia je, ni shingapi imepatikana? Majibu yote ya maswali unaenda kuyapata hapa Tubone Media. Hii ni Tubone Media na mimi ni Tubone, na hivi ndo vitu ambavyo tunavifanya hapa Tubone Media. Hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa kutoka kwetu. Sasa kaa nasi mwanzo mpaka mwisho, basi utaelewa mkasa huu. Let's go, tunaanza. Young African Club imepigwa faini kutokana na utovu wa nidhamu na utovu wa sheria, na hii yote imejitokeza kwenye mchezo wa NBC Premier League kwenye dabi ya Kariakoo ambayo ilikuwa inawakutanisha miamba hawa watani wa jadi Simba Sport Club na Young African. Na ikumbuke kwamba Simba Sport Club ndiye alikuwa mwenyeji wa mchezo huo, huku Young African akiwa mgeni wa mchezo huo, mchezo ambao ulipigwa pale Meja Jenerali Isamuhyo na mchezo ulimalizika kwa sare ya goli 2-2. Sasa Young African wamepigwa faini na TFF kutokana na kukiuka sheria, na hii yote ni baada ya kuto kwenda kwenye vyumba maalum vya kubadilishia nguo, na hatima yake wakatumia nyumba iliyokuwa pembezoni mwa uwanja, yani nje ya uwanja. Young African kwenye dakika 45 za mapumziko hawakuenda kwenye kubadilisha nguo kwenye vyumba vya dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, na hatima yake walienda kwenye nyumba ya jirani, nyumba hiyo ambayo ilitumika kama vyumba vyao vya kubadilishia nguo, hali ambayo imezua utata, na miongoni mwa sababu ambazo walizitoa Young African ni kuhusiana na masuala ya imani za kishirikina, kwamba wakiamini kwenye vyumba vya kubadilishia nguo Simba Sport Club walikuwa wamepulizia dawa, na haijajulikana dawa ilikuwa ni ya nini, lakini kutokana na imani zao Young African wanasema Simba Sport Club walipuliza dawa. Hivyo basi walilazimika kukodi nyumba iliyokuwa pembezoni na kutumika kama nyumba ya kubadilishia nguo. Sasa kitendo hicho ni ukiukaji wa sheria na TFF imewatoza Young African hela. Sasa Young African imefanya kukusanya jumla ya milioni 31,210,840 kupitia harambee maalum iliyopewa jina la bili la jumba la ajabu kwa ajili ya kulipa faini ya TFF. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kiasi cha shilingi milioni 24,310,340 imekusanywa kupitia benki, na huku shilingi milioni 6,905,500 zimekusanywa kupitia mitandao ya simu. Fedha hizo zimekusanywa na mashabiki pamoja na wadau mbalimbali wa Yanga, ikiwa ni sehemu ya kuisaidia klabu hiyo baada ya kuadhibiwa kufuatia matukio yaliyojitokeza kwenye mchezo wa ligi dhidi ya Simba uliochezwa Mei 3, 2026 pale kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa mujibu wa taarifa ya TPLB, Yanga ilitozwa faini ya shilingi milioni 30 kwa kosa la wachezaji na maofisa wa benchi la ufundi kukataa kutumia vyumba na baada ya kutumia nyumba iliyo nje ya uwanja huo, jambo lililokuwa kinyume na kanuni za ligi. Aidha, klabu hiyo ilipewa onyo kali kwa kuchelewa kuwasili uwanjani kuelekea mchezo huo wa dabi dhidi ya Simba. Sasa baada ya Young African kutumia nyumba hiyo kama nyumba ya kubadilishia nguo, walipigwa faini ya milioni 30 na TFF, na hatimaye Young African wamefanya maajabu na tayari wameisha itisha harambee na hela zimekamilika, na wamefanikiwa kukusanya milioni 31, na wamechanganua kabisa. Kwa njia ya benki wamekusanya milioni 24,310,340, lakini kwa njia ya mtandao wa simu wamekusanya milioni 6,900,500. Sasa tayari Young African wamepata hela ya kulipa kosa ambalo wamepigwa na TFF, jumla ya milioni 30, lakini wenyewe kwenye harambee yao wamepata milioni 31,10,840. Sasa hii ndo hela ambayo Young African wameikusanya, na hii ndo taarifa ambayo leo hii nimeamua nikusogezee hapa Tubone Media. Sasa kwa mengi ambayo yatazidi kujili, je, TFF watasemaje? Wataijia juu Young African au watapokea hiyo hela kwa kosa la kukusanya harambee? Tukutane hapa hadi kwa taarifa nyingine. Majibu yote utayapata hapa Tubone Media. Hadi wakati mwingine, bye bye.